Jamani, tuko live, tuna debate juu ya viungo ambavyo vinaweza vikasababisha kesi. Kiungo ambacho kimeleta kesi kubwa Afrika na umaskini na kukosa elimu ni uzinzi, eneo linaitwa katikati. Na hilo ndo linawafanya wadada wengi wanauza baa hawatoki. Kiungo kilichowakamata ni hichi tu. Kwa nini? Waliambiwa mapenzi ndo kila kitu. Ukiolewa mwanaume atakupa kila kitu. Atakusukia nywele, atakupa kila kitu na nguo. Na ndio maana ukuta mtu anasema mume wangu hanunui nguo. We, uliolewa na kampuni, uliolewa na hapa. Mwenzio alisema oa alafu shoti ya umeme usiku. Mlipolala usiku wa kwanza, ukakuta uliokuwa meaza yameisha, chumvi inahitajika, sukari inahitajika, mafuta ya mboga. Mnapolala peleweki. Sema kiungo wewe. Sema wewe kiungo cha katikati wewe. Kwa jina la Yesu niacheni mtumikie Mungu. Hivi niwaambie kitu. Sisi tungepata darasa kama wenzetu wazungu. Wazungu wakienda Sampeta, hawampeleki mtoto shuleni kusomea shule. Wanampeleka kusomea vitendo. Sisi Afrika, mtoto anasoma shule hata elewa anaenda atakuwa nani? Anaendaga tu. Wazazi wenyewe mwambie wewe utakuwa daktari. Hajawahi sikia. Anakutana na somo linaitwa daktari hata haelewi daktari ndio nini. Anaenda kula ajui maana ya kusema wewe usome uje uwe waziri. Hajawahi sikia wazee wanasemea waziri. Maana wazazi wote wanasema likikua hili ng'ombe hapa. Na mwanaume nao anasema kikua huyu leta watoto wajukuu hapa. Sasa matokeo yake sema wazazi wanaanza kumuona Boaz haleti faida. Kumbe wenyewe ndio walimwambia haraka. Wangemwambia Boaz pambana. Miaka ya leo haihitaji ndoa wala tendo la ndoa. Mwanaume asifiwi kwa sababu anapiga mabao mengi. Mwanaume anasifiwa anafanya kazi gani inayomuingizia kipato. Leo ukiona binda anasema anaolewa na wewe Boaz, haji kukupenda kwa sababu una uume mkubwa. Anakuja kwako kwa sababu jikoni hapapoi. Ingesikia watu wanasema amina kama wanasema nabii anafundisha ukweli. Nabii afichi. Ndugu unayetufuatilia mtandaoni, tuko na debate ya maana hapa. Wadada wengi na wanaume walikwama kwa sababu walisema ukimpata mwanaume nataka aliye na maumbile marefu. Ulipokutana nayo yamekupa ghorofa au yamekupandisha cheo au yamekuletea maumivu. Watu wengi walio na visirani wana maumivu makali. Hayajatokana na biashara wanayofanya. Yametokana na sehemu za siri zinazoitwa zimefichika. Makwazo yote na vurugu zote unazoona kanisa linayumba hivi. Kanisa linayumba, watu wanakuwa wakali, watu wanageuka. Kinachowageuza ni sehemu za siri. Na mtu akigusa hapo, ghafla anageuka na moyo. Moyo ukigeuka na nyayo zinageuka. Nyayo zigeuka na macho yanakuwa bize kuangalia ambako alikuwa anageuka na kuangalia. Ningesikia watu wanaosema hiyo sehemu ni mbaya. Na hiyo sehemu inamfanya mtu awe mvivu. Asirime, asifikiri. Kwa sababu kanuni ya hilo eneo, mwanaume atakuwa anafanya kazi anaangalia amlipie huyo ambaye anampa hiyo sehemu. Na yule binti kwa sababu anapewa vimiamia, anasahau kazi, anaanza kumwaza huyo. Kwa hiyo Afrika, kilicholitesa kanisa na taifa na wanafunzi shuleni ni ngono ya sehemu za siri. Ndio maana binti hata kama alikuwa na maono makubwa, alikuwa anashika nafasi ya kwanza form 1, form 2. Ikifika form 2 unaanza kumuona ana delay. Kwa nini? Anawakuta wale waliotumwa kizazi cha uzinzi na zinaa ndio kinambonya bonya. Kianza kumbonya hivi, anaanza kupunguza kuwaza masomo. Wanampiga nyuma na yuko
anahisi kama ndio vitu wanavyompigia anaanza kubadilika ghafla, na daftari inaanza kubadilika. Waliosoma wananielewa. Daftari inaanza kufanya nini? We mtoto nini? Kumbe ameshaona maparachichi kwa wakimgusa anasema nini wewe? Anasikia mawazo ya wazazi ambao wanafanya. Hata nikikuuliza swali hiyo, wewe hapo umeaisikia neno lote waliokuambia soma uje uwe daktari? Wako wanasema. Na ndio maana mtu amebeba notebook mikaratasi mingi kwenye mfuko anabeba kila siku nayo darasani. Huyo mtoto ndio maana akimaliza tu form anawaza mapenzi. Shida sio wao, ni nani anayewasemesha wanaenda wapi. Unajua mwanangu, sikiliza, mafundisho ni njia, sauti ni njia, maelekezo ni njia. Asipotokea mtu wa kukwambia, dunia ya leo haimheshimu mtu anayejua kufanya mapenzi. Dunia ya leo inamheshimu mtu anayefanya kazi. Na leo hii mwanamke anayesema yeye ndio maana unasema wanakwambia ili mume akupende tengeneza staili nyingi. Ndoa haihitaji staili. Kuna staili? Hata zingekuwa 50, hata 100, piringuka upiringu vyavyo. Lakini ndoa inahitaji kampuni na kazi unaifanya. Ndio maana leo hii mama mchungaji alikokiomo nikwambie, wadada wa Dar es Salaam huko mjini wameshatoka. Unapotaka kumuoa anakwambia kwa siku naingiza shilingi ngapi? Mwanaume anasema kwa siku naingiza 50,000, na yeye anamgeukia, wewe dada unaingiza shilingi ngapi? Dada anasema mimi naingiza kwa siku 700,000. Huwezi kuwa mume wangu. Na mtafuta mume anayenizidi kipato. Amsemi amina wakina Baraka, ni kama nawasaidia ni nini? Kawaida ya mwanamke asiyekuwa mtendakazi atakuwa anawaza muda wote, lakini aliye busy na kazi hapa hawezi kuwaza. Hata mwanaume aliye na ndoto kubwa hawezi kuwa na message za kuchati na mwanamke, kwa sababu ndoto yake iko pirika pirika, inampeleka baru, muda wa kuchati haupo. Amsemi amina, ni kama tuko tuna debate viungo. Sema viungo. Kiungo kibaya zaidi mwanangu Boaz ni sehemu zinazoitwa za asili. Hizo zimesababisha kwenye ndoa mdomo unapinda, wanasahau walikotoka. Mke akianza kuchepuka anaanza kuongea kinyume, mume naye akichepuka anaongea kinyume. Chanzo ni sehemu za kati. Unaanza kusikia mtu ameweka mapassword mpaka 15 kwenye simu, kwenye message na kaweka password, kwenye meskoro password, kwenye YouTube password, simu yote imekapa. Fovote hivi anatetea hapa usijue anachepuka. Yesu atubadilisha kanisa la jicho la Mungu. Sisi hapa, sema sisi hapa ndiyo barua ya kwanza na kuwafungua wengine. Kwanza ukimwona mtu analia ndoa, hali kitu kingine. Yaani hayo maumivu yameanzia mume wake au anachomoka au mke wake anafanya nini? Au wana maumivu maskini hapa. Hasa mke wa maskini na mume maskini wana maumivu hapa. Hakuna kitu wanalia kama sehemu za siri.
maumivu makali, yaani unakuta anaongea paka hizi mishipi inainuka. Sasa muulize we jamaa, we hajapoteza kampuni, wala spiringi haja katika ya gari, wala pikipiki hajapasuka tairi, yaani yeye anacholilia ni hapa. Kwa nini? Familia za wachawi zinapenda uzinzi kuliko kazi. Narudia tena, familia za zinapenda uzinzi kuliko kazi.